Aisee, yani mi napenda kuwaambia wananchi wa Namtumbo, leo tumetafuta kiongozi, lakini Dr. Juma Zuberi Homera tumempata kiongozi. Yani nimeongea serious, kweli tumempata kiongozi kwa sababu yani kwa muda mchache amekaa madarakani anafanya mambo mengi sana, na mtu ambaye anataka kufanya mambo makubwa mengi sana Namtumbo. Nimeona yani juzi nilikuwa kwenye ziara yake ya tarehe 12 mpaka tarehe 15. Yaani amefanya mambo makubwa ni mengi sana, mengi ambayo hata huwezi kuyaelezea. Yaani changamoto ndogo ndogo zote anakabiliana nazo na anamalizana nazo, na kiongozi ambaye nimeona alipoahidi hadi muda wa kampeni, na kiongozi huyo nimeona anatekeleza. Yaani nimefika pale Mliayoyo, mheshimiwa aliahidi kuchangia ujenzi wa misikiti. Aliahidi kama milioni 1 misikiti pepo miwili, na aliweza kutekeleza pale pale. Pia ni changamoto ndogo ndogo tulikuwa tunakutana nazo, huenda zina kesi za 200,000, za 500,000. Ni mheshimiwa yani anamaliza nazo hapo hapo. Na sijawahi kuona viongozi wanapita tunaona changamoto zao, unakuta kesi kama hizo za fedha wanazikwepa kidogo. Lakini mheshimiwa Dr. Juma Zuberi Homera nimemuona yani changamoto nyingi anamaliza nazo. Tumepita kata ya Mawa, kuna changamoto pale ya ujenzi wa shule. Lakini pale pana changamoto hiyo ujenzi wa shule, wananchi wa Mawa wanalalamika kuwa wanabidi wapate shule yao maeneo yale ya Mawa, kijiji chao cha Mawa, na wameanzisha ujenzi pale. Lakini mheshimiwa akasema na wachangieni kwanza hii milioni 1 ianze kupush hiyo ujenzi uende mchaka, na madarasa mengine yashajengwa pale Mawa. Tumetoka tumeenda Mputa, aliahidi kuleta laptop yenye thamani kama milioni 2 kabisa. Yaani kufika tu pale Mputa, yani bila kuchelewesha, anasema niliahidi hapa laptop na lazima niitoe kwenye shule. Akatoa laptop pale yenye thamani ya bei kali sana, ni mtambo wa maana. Hajaishia hapo, tumeenda Mputa tena pale Mputa kwenye kituo cha afya ambacho wananchi wa Mputa walilalamika kwa muda mrefu sana, kituo cha afya pale hawana. Kituo cha afya ni cha kizamani sana. Mheshimiwa akapambana, ametia fedha kama 500 na kujenga kituo cha afya. Na hivyo tunavyoongea na maana ujenzi unaendelea pale, anaenda kuweka jiwe la msingi, kaweka pale gari la ambulance pale Mputa. Yaani kwa muda mchache mheshimiwa alimpita sehemu nyingi katekeleza. Yaani katekeleza pale Mtwara Pachani. Walikuwa na changamoto zao pale, mheshimiwa katia fedha pale, katia fedha limamu za kituo cha afya. Yaani sehemu nyingi mheshimiwa akipita yani watu wanafurahi, na watu sasa mshajua ziara ya mheshimiwa ikipita ni kweli kutatua kero za wananchi, yani kusikiliza kero na kutatua kero zao. Yani hamna sehemu ambayo mheshimiwa atakuwa amepita yani nyuma yake wakasema hajapita. Yani akipita ndio amepita, yani anashukuru, anamaliza na kila kitu. Kwa hiyo ndugu zangu, unaona wengi wanasema sijui huku Sewa atakuja lini, huku Limamu sijui huku Amani sijui Nguse atakuja lini. Labda niwaambieni kitu kimoja ndugu zangu wa Nguse na Limamu na maeneo mengine yote ambayo mheshimiwa Dr. Juma Zuberi Homera hajatia mguu hiyo sehemu. Hajatia mguu kwa sababu kuna vitu vingi alishaviahidi kwenye hayo maeneo, na mara nyingi mheshimiwa anavenda sehemu hawezi kwenda tena kuweka tena ahadi nyingine kwa ndafika wiki ijayo, hapana. Unajua kuna umbali hayo maeneo ambayo anatembea kuja kwa, anajipanga kwa, akifika kwenye maeneo lako anaamini mambo mengi ambayo anafika kuyatekeleza katika kunikata yako. Kwa hiyo ndugu zangu wa Amani, ulikuze Ngusa, Suli Gela, wapi Mgombasi na maeneo mengine ambayo mheshimiwa hajaingia, basi tuwe vumilivu. Mimi naamini miaka 5 haijaisha mheshimiwa atakuwa ameshapita sehemu zote hizo, na kwa ahadi zake na jinsi alivyokuwa mtu ambaye wa watu na apendi longo, apendi siasa zile za uongo. Naamini akipita kwenye hayo maeneo anapita kumalizana na mgogoro wote ambao utakuwa unaendelea katika mazingira yako, kwa sababu nimeona tulimpita mwingi sana, changamoto zote anamalizana nazo na kabizana nazo, na kama kuna ahadi aliahidi mara nyingi anaitekeleza. Kwa hiyo vumilivu, tuoneshe ushirikiano kwa upande wake, yani tuoneshe ushirikiano kwa mheshimiwa wetu. Ni kiongozi ambaye tumempata anajali wananchi, kiongozi ambaye anapokea simu ya wananchi, kiongozi ambayo yani si nisemaje, kwa sababu naona kuna baadhi vitu vichache naviona. Mimi na nyingi na post sana matukio ya mheshimiwa, na kuna baadhi ya watu wanafahamu account yangu ndio account ya mheshimiwa, kwa sababu naona wanavyokuwa nasalimia na wanaona wanavyokuwa wanaleta changamoto zao.
Lakini nikasema mimi tu hivi napewa changamoto hizi, je, endapo mheshimiwa anapewa changamoto gani? Na kuna baadhi ya vitu ninavyoona mheshimiwa, jamani, mheshimiwa anapigiwa simu, mheshimiwa anapewa changamoto kila leo. Yaani ukiona wewe leo hujapiga simu, wewe leo hujasema chochote, basi kuna mwenzako leo kasema jambo kwa mheshimiwa na inabidi litekelezewe. Wenda kuna ajali imetokea, mtu anaomba hela kwa mheshimiwa, kuna mwingine changamoto za nyumbani kwake, nyumba yake imezuka, nyumba yake mwaka moto, si mtoto wake anaumwa. Yaani changamoto ni nyingi. Unaweza kusema mheshimiwa bwana afanye jambo lolote lile. Kumbe mwenzako kila siku inaitwa leo, mwenzako anatoa 200,000, 300,000, 500,000. Yaani kila siku mwananchi anamtumba anapiga simu, anaomba chochote kitu. Kwa hiyo tuwe vumilivu, tumpe ushirikiano mheshimiwa, tumpe support, tuendelee kumuombea ili aweze kuikwamua na mtumbo. Na mtumbo ni kubwa sana na changamoto ni nyingi. Nilipita Limamu, tulikuta zahanati pale ilipo hovyo sana, na maeneo ni mengi, shule za msingi, sekondari, changamoto ni zipo kubwa sana ambazo usione tu leo eneo lako hajitekeleza. Kumbuka na mtumbo ni kubwa sana, inabidi yote tekelezewe. Na mtumbo kuna kata 21. Vijiji ni 64 kama sikosea, 60 na kitu. Kwa hiyo na mtumbo ni kata kubwa, wilaya ni kubwa sana. Kwa hiyo inatakiwa kila sehemu iguswe na itekelezwe. Kwa hiyo tu wavumilivu, mimi naamini bado tunaye na tunatamba naye, na mtumbo ameamua kuisimamia kweli kweli. Ndio maana anagusa kwenye michezo, anagusa kwenye barabara, anagusa vituo vya afya, anagusa kamati gani, anagusa kwenye watumishi, anagusa kila idara, anagusa. Haachi idara hata moja. Kwa hiyo tuendelee kushikamana naye, tuendelee kumpa pongezi na tuzidi kuwa naye. Mimi namuombea sana mheshimiwa, kwa naona anachokifanya. Japokuwa wengi wakioni, mimi naona mheshimiwa kafanya vitu vingi sana. Hili ligi linachezwa sasa hivi hili la Omela Cup hili. Hili ligi imeweza ngazi za vijiji. Ngazi za vijiji na kijiji. Sasa hizi ngazi za vijiji ni mshindi wa kwanza anachukua na zawadi. Kumbuka kuna vijiji vingapi? Mshindi wa kwanza anachukua zawadi kama 1,500,000. Kumbuka nafika kwenye ngazi ya kata. Kumbuka nafika ngazi ya tarafa. Kumbuka nafika ngazi ya wilaya. Ngazi ya wilaya mshindi wa kwanza milioni 10. Sasa chukulia kwenye ngazi ya wilaya, kwenye ngazi ya vijiji, mshindi wa kwanza anachukua fedha yake kama kawaida. Huenda anachukua 1,500,000. Hesabu kuna vijiji vingapi? Na mshindi wa pili anachukua fedha. Hivi piga hesabu 100,000 mara 60, 100,000 mara 64. Chukua hata wewe mshindi wa pili hapa anapata 50,000 mara 64. Chukulia ngazi ya tarafa. Chukulia ngazi ya kata. Mshindi wa kwanza anapata na fedha. Chukua ngazi ya tarafa, chukua ngazi ya wilaya. Chukulia uendeshaji wa hilo ligi. Hilo ligi linagharimu fedha ni nyingi zaidi. Yaani sio mchezo, lakini kwa kuwa lazima agusa, hawezi kaacha. Kwa hiyo inabidi agusa kwa sababu ni kiongozi ambaye anafahamu wananchi wake wanataka nini. Na hiyo ni michezo. Kuna hii talent hii wasanii, kuibua vipaji vya wasanii. Huko kwenye kumewekwa fedha ni nyingi zaidi. Na kote inabidi kuende. Kwa sababu kuna watu wanaigiza, kuna watu wanaimba, kuna watu wanacheza mpira. Hao wote inabidi waguswe. Kwa hiyo mambo ni mengi, yani mambo ni mengi zaidi. Tuwe vumilivu, tumuunge mkono, shikamane. Mheshimiwa Daktari Juma Zuberi Homera tupo naye. Na mimi naamini atafanya mambo mengi zaidi. Mimi namuombea sana na nipo naye, namuombea sana.